Na juta baby angeniua yule mbwa. Mbwa mwenye si yule mbwa. Nambe. Hivi? Mapenzi la sana. Sasa ukimpata anayekupenda. Ndio. Unajua nafurahi sana. Oh my God. Nani? Unajua baby, katika haya maisha Mungu ana siri sana. Unajua kuna watu hapa duniani tunaishi nao ni machizi alafu wenyewe hawajijui. Kwa miuno ya paka chongo unayonipa. Hicho kikaragosi hapo pembeni unachokiona. Hicho kikaragosi. Kitandani ni gogo na wewe bwana yake ni anamvumilia. Haya, nikuulize wewe mwenzangu, gogo nani? Gogo nani? Hebu muangalia alivyopauka. Yaani baby nikwambie kitu. Huyu mbwa alivyochoka hivyo. Kwanza alikuwa ananizeesha. Nilifuba. Najua ujui mwanangu. Sijui nikufungue kidogo nikuambie. Kalikuwa kaji mwanaume kangu kipindi hiko ulivyonikuta nimechoka kipindi kile. Ndio kalikuwako. Basi kila ninakopita akikutana na mimi maneno, akikutana na yule maneno, hebu angalia unamtisha nani na hiyo kapu yenu iliyopauka ina njaa inaonekana imechoka haina maisha. Kapu imepoa hii jamani. Kuonesha tu mke wangu ile 20,000 ulioniomba hii hapa. Unataka kwenda kusuka mama? Yeah. Afu nikwambie kitu kimoja. Kama nilivyokuambia. Huyu hapo unaona. Yule mume wake yani ni anamvumilia. Ukitaka nimuulize. Kaka mkubwa. Mapenzi yasikuchanganya, naelewa kila kitu. Nikuulize swali moja. Wewe mwenzetu kitandani unamuonaje? Ngoja nimjibu huyo. Ongea naye shoga wa kiume. Ngoja nikwambie kitu ndugu yangu. Huyu mke wangu amekamilika kwa kila kitu, kila idara ametimilika. Ila kuna kitu kimoja naikosea. Kwenye haya maisha tungekuwa na wote moyo kama wako. Basi tungeweza kustahimili na kufika hapa tulipo katika maisha yetu. Shoga. Nisikize kwa makini mwanangu. Wewe na huyo kama mlikuwa wapenzi na isha kuaga, hicho kitu kishapita muda mrefu sana. Hivyo basi nakuomba wewe kama mwanaume kaa ukiweka akilini kitu ninachokupatia kwa sasa hivi kwamba ifike hatua useme mapenzi basi. Kuachana sio uadui. Mnaweza